أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. Ujumbe kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala uliowasilishwa kwa Habibatullah Ruqayya binti Muhammad, na ujumbe huu unasema kama ifuatavyo: Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, ewe Ruqayya, fikisha kwa nini kusaidia Wapalestina ni muhimu kwa kupata kundi la kulia kwa umma wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumbukeni, hapo ndipo usalama wenu ulipo, katika kundi la kulia. Elekeeni Palestina, enyi waja wangu, hakika mnaweza kufanya hivyo. Tafuteni Waislamu wa Palestina, wasilianeni nao na toeni sadaka zenu kwa ajili yangu. Hakika kwa kufanya hivyo mtakuwa miongoni mwa kundi la kulia, kwa kuonyesha upendo wenu kwa dini yangu ya Uislamu. Enyi waja wangu, fahamuni, mimi Allah Jalla Jalalu nitaleta amani Palestina haraka baada yenu kujitahidi kwa pamoja kujinusuru. Fanyeni kazi kwa ajili ya usalama wenu ili kupata kundi la kulia kabla ya jambo gumu kutokea. Sambazeni ujumbe wangu na mjulishane, mimi ni Allah Jalla Jalalu mwenye kumiliki roho zenu. Mtakapokuwa watiifu kwangu mtapata heshima kuu. Amini kwangu, amini katika siku ya mwisho. Sikiliza sheria zangu, fahamu. Anzeni kusimamisha upendo wenu katika dini yangu ya Uislamu iliyonyooka. Saidieni kwa ajili ya ndugu zenu wa Palestina. Ninyi nyote ni waja wangu katika udugu wa Uislamu. Saidianeni kwa pamoja kwa ajili ya ndugu zenu wa Palestina. Elekeeni kama siafu mkisaidiana na kuonyesha upendo wenu. Mkifanya hivyo kwa pamoja mtakuwa na nguvu na mtasaidiana. Jitahidini na chukueni kundi la kulia. Fanyeni haraka kabla sijafunga mlango wa sadaka kwa kundi la kulia, maana baadaye hakuna faida yoyote baada ya mimi Allah Jalla Jalalu kufichua siri zangu. Nitakumbana na njia ngumu na nzito. Sambazeni ujumbe wangu na peaneni habari. Yeyote atakayefanya dhihaka juu ya wito wangu, hakika msamaha wangu utakuwa umefungwa kwake wakati huo. Yeyote atakayechukua mwito wangu, hakika atapata fadhila nyingi. Tembeeni katika njia ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa tabia njema na upole, kwa heshima na unyenyekevu. Acheni kiburi chenu, jihamisheni kutoka kwa uovu kwenda kwenye wema, na acheni kubadilisha uumbaji wangu. Acheni hilo, maana yote hayo yatakuwa bure na ni majuto mtakaposhindwa kuchukua kundi la kulia bila kutubu kwangu. Hakika mimi Allah Jalla Jalalu sipokei yaliyobadilishwa kutoka katika uumbaji wangu. Hakika mimi Allah Jalla Jalalu nimewaumba majini na wanadamu kwa ajili ya kuniabudu tu, na si kwa ajili ya kufanya uharibifu duniani kama vile dhulma iliyofanywa na kaumu ya Lutu. Wao hawakuwa na msamaha kutoka kwangu, kama vile nilivyoumba mwanaume na mwanamke. Wao huishi kwa ushirikiano wa halali, si kwa dhambi. Mimi Allah Jalla Jalalu niliwaangamiza kwa adhabu. Je, mnafikiri hilo halitatokea tena wakati adhabu yangu ikienea duniani? Mimi Allah Jalla Jalalu nitaleta moshi mweusi wangu na ngozi zenu zitachomeka na kudhalilika. Mimi Allah Jalla Jalalu nitawafanya muwe katika udhalilifu. Wale waliokufuru watakuwa na sura zilizoharibika, watakuwa kama maiti zinazotembea duniani. Ngozi zao zitadondoka hadi kwenye mifupa yao kwa uchungu na maumivu. Hakika wakati huo utakuja ikiwa mtakosa kuniamini, kama ilivyokuwa kwa moshi wa dukani ulipojaa duniani. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendelea kusema, ewe Ruqayya, hakika wao wanapuuza mwito wangu. Wasomee ujumbe wangu hadi wote wauelewe. Na hakika mimi Allah Jalla Jalalu namlinda shahidi wangu na mashahidi wangu. Hakika mtapata nafasi ya juu zaidi. Nilionyesha huruma wakati wao walikuwa vipofu, viziwi na mabubu. Hakika ninyi ni waja walioamini kabla ya wengine. Nilipokea ujumbe wangu kupitia shahidi wangu. Hakika nuru ya Ahmad wangu sallallahu alaihi wasallam itawaongoza kwenye wema, na rehema yangu kwa ujumbe wangu. Fuata mwongozo wa Mola wenu mlezi, mtapata ushahidi wa shahada kama wale wanaopigania njia yangu, mkisaidia ndugu zenu wa Palestina wenye njaa kwa imani ya Uislamu, na kupendana kama Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyopenda umati wake. Waislamu wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanapaswa kupendana kwa kusaidiana dhidi ya dhulma.
Soma suratu Al-Dukhan aya 22 hadi 27, ewe Rukaiya. Hakika mimi Allah jalla jalalu na mwenye kutimiza ahadi. Sura Al-Dukhan aya 22 inasema, Bismillahirrahmanirrahim. Kisha Musa akamwomba Mola wake, hakika hawa ni watu wakosefu. Aya 23 inasema, Mwenyezi Mungu akawaambia, basi ondoka na waja wangu usiku, kwa hakika mtakuwa mkifuatiliwa. Aya 24 inasema, na acha bahari ikiwa wazi, kwa hakika wao ni jeshi linalozama. Aya 25 inasema, ni kiasi gani cha mabustani na chemchemu walizoziacha. Aya 26 inasema, na mashamba na makazi mazuri. Aya 27 inasema, na neema walizokuwa wakizifurahia. Allahu subhanahu wa ta'ala anaendelea kusema, kumbukeni, aminini kwangu na aminini katika siku ya mwisho, ujumbe wangu utakapowasili. Hakika hapo ndipo mipaka ya nyakati ilipo. Amini kwangu na amini katika siku ya mwisho. Usiseme mimi Allah jalla jalalu ni shetani aliyelaaniwa, au napokea siri kutoka mbinguni kwa njia haramu, au ninanong'ona kama Ibilisi anaelekeza katika upotovu. Je, unajua fitna ya Dajjal ni nini? Ni pale ujumbe wa Mola wenu unapofika, ninyi mnasema mimi Allah azza wa jalla ni jini, shetani au Dajjal anayefikisha habari za uongo. Hakika nyinyi ndio wafuasi wa Dajjal huyo, na miongoni mwenu wapo Dajjal wenyewe. Hakika mko tayari ndani yake. Hii ndiyo fitna ya Dajjal, ambapo ujumbe wangu wa heri huzimwa. Semeni mema au kaeni kimya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Maana yake hao ndio waliopata mwongozo kutoka kwa Mola wao, na hao ndio waliofanikiwa. Amin ya Allah ya Samiu ya Basir ya Basir. Alhamdulillah, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.